Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 6 2026, ninamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na Baba wa utukufu, yeye Mungu aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja, Bwana mwenyezi na mhukumu mwenye haki, yeye ambaye kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba yeye ndiye Mungu wa dunia yote na ni Baba wa vyote na ni mtawala wa vyote. Ahimidiwe Bwana, ahimidiwe Mungu mkuu, atawalaye magharibi, mashariki, kusini na kaskazini, atawalaye katika mbingu na atawalaye katika nchi. Ni Bwana wa vyote, yeye ambaye amenipa neema, amenipa na kibali mbele zake na mbele ya watu wake, kwa lugha zao, kwa jinsi zao, kwa kabila zao, kwa mataifa yao na lugha zao, kusimama na kunena na kusema kadiri ya uradhi wake yeye Bwana aliyetupenda na kwa neema aliyotuneemesha kwa huyo mpendwa Yesu Kristo. Ahimidiwe Bwana na atukuzwe kwa vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Naitwa Apostle Charles William Tengwa. Hilo ndilo jina langu. Kuna mambo ambayo Bwana amenitalakisha niweze kusema na watu wa Mungu walioko duniani kote pamoja na taifa la Mungu katika mstakabali wa maisha ya watu katika roho na katika mwenendo wao kwa jinsi ya roho, hasa kwa hizi nyakati na majira tulio nayo. Nyakati na majira tulio nayo, watu wengi wapo gizani, bado wanamwabudu Mungu kwa mifumo ile ile ya zamani, na wana ibada zile zile za kila mwaka, ni hizo hizo, wanabadili tu zile kalenda, lakini ile namna ya ibada zao ziko vile vile. Hawajui kwamba hizi nyakati za mwisho zina namna yake ya kuingia mbele za Bwana kwa namna ya kipekee, tofauti na nyakati za kina Petro na nyakati za kina Paulo, ambapo wao walizitabiri kwa roho, wakasema nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari sana. Kwa hiyo kama walitabiri na wakasema kwamba nyakati za mwisho zitakuwa ni nyakati za hatari sana, maana yake spidi ya kumtafuta Mungu ya nyakati hizo za mwisho zilizotabiriwa na kina Paulo na kina Petro, spidi ya watu wa Mungu kumtafuta Mungu, spidi yao inapaswa kuwa maradufu zaidi kuliko nyakati zile walizokuwa wanatabiri wakati ule kuhusu nyakati hizi. Na niwaambie watu wote walioko ulimwenguni kwamba, niwaambie mambo matatu au vitu vitatu ambavyo Yesu alikuja kuvifanya. Lakini baada ya hivi vitu vitatu, kuna jambo moja ambalo nitalieleza, halafu wewe utajipima uko wapi. Halafu utapima mwendo wa ibada zako, utapima mwendo wa sadaka zako, utajipima na kwamba, je, Bwana akija leo, Bwana akija kesho, utakuwa fungu gani? Yesu alivyokuja duniani kuja kutuokoa, akafanya kazi, baadaye akamaliza, akapaa mbinguni, baadaye Roho wa Mungu akashuka, akatelemuka kuja kutusaidia na kututia katika kweli yote na kutukumbusha na kutupasha habari juu ya mambo yajayo. Alikuja kufanya kazi kubwa tatu. Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, alipokuwa duniani katika utendaji kazi wake, kuna mambo matatu ambayo alijikita sana kuyafanya. Sasa wewe uelewe uko kona gani, ili uone mwendo wako ukoje wa kiroho, ili upate kupiga mwendo na upigeje. Jambo la kwanza ambalo Yesu alikuja kulifanya duniani, kazi ya kwanza aliyokuja kuifanya Yesu duniani, alikuja kubadili safari kutoka mwilini kuja rohoni. Alikuja kubadili safari za ibada kutoka mwilini kuwa ibada katika roho.
Maandiko yanasema Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Kristo Yesu Kristo kazi ya kwanza aliyokuja kuifanya ni hiyo. Alikuja kubadili mfumo wa ibada, ambalo hilo ndio jambo nitakalojikita sana kulieleza. Mfumo, alikuja kubadili mifumo ya ibada, kutoka ibada zile za safari kwa jinsi ya mwili. Kutoka huko akatengeneza mwendo mwingine wa kiroho. Ndio maana unaona target yake Yesu muda wote alivyokuwa akizunguka huku na huku na kule, uliona tension yake haikuwa hekaluni wala haikuwa kwenye jengo, ila alijitahidi sana kuachilia ule uwezo wa Mungu uajilie watu na kuwapa tafsiri kuwa Mungu ni nani. Kwa hiyo alikuja kubadili mfumo wa ibada kutoka mwilini kuja katika roho, kwa sababu Mungu ni roho na mwanadamu ni roho, nafsi na mwili. Kwa alikuja kuleta ibada katika roho, ambayo hiyo ibada katika roho ndio inayoabudiwa mbinguni. Mbinguni wanafanya ibada au fellowship katika roho, ambapo roho wa Mungu ndo anakuwa kiongozi mkuu wa hiyo ibada katika roho. Katika roho, kuimba katika roho, kunena katika roho, kuomba katika roho, kutoa sadaka kwa kuongozwa na roho, na pendo la Bwana ambalo linaitwa agape. Sasa wewe pima ibada zako zipo katika mfumo upi ibada zako. Kwa ukiona ibada yako ipo katika mfumo wa mwili, jua uko nje ya utendaji wa kazi ya Mungu. Maana ibada inatakiwa kuwa katika roho. Roho mwenyewe ndo aongoze na agovern ile ibada katika roho. Ndo maana kulikuwa kuna mabishano sana pale kisimani na yule mwanamke Msamaria, ile Yohana sura ya 4. Kulikuwa kuna mabishano sana pale. Yule mwanamke alikuwa ameshika mfumo wa ibada kwa jinsi ya nje, na Yesu anamletea mfumo mwingine wa ibada kwa jinsi ya roho, kwa sababu ibada katika roho haina mahali wala haina mazingira, ila tunaabudu tu. Haijalishi ni usiku, haijalishi ni mchana, haijalishi ni asubuhi, haijalishi ni jioni, muda wote, saa yoyote, sekunde yoyote, tu ibadani tu daima. Huo ndo mwendo wa Yesu Kristo aliyeuleta, na moja ya kazi aliyekuja kuifanya. Kazi ya pili ndo alikuja kuifia dhambi, ambapo ndo watu wote wamejikita hapo kwenye dhambi, wakati kuna kazi kubwa ya kwanza aliyekuja kuifanya ya kubadili mfumo na mwenendo wa ibada. Na ndio maana moja ya jinsi alivyokuwa anaanguka, maana alianguka mara 3. Ile moja ya zile anguka alivyokuwa anaanguka, alikuwa nakata ibada za mwili, ili ibada sirudi kwa jinsi ya roho, maana Mungu ni roho, na wote wamwabuduo Baba imewapasa, manake ni amri, wamwabudu katika roho na kweli. Rabosika huriabosika randarabose. Sio, unanielewa watu wa Mungu? Jitahidi sana kuwa mtu wa kujitathmini katika roho. Usipige tu mwendo bila kujitathmini na kujichunguza. Usiende tu. Jambo la pili, alikuja kuifia dhambi. Alikuja kututoa kwenye utumwa wa dhambi, ambapo ndo watu wote wamejikita kwenye dhambi tu. Lakini hii kazi ya kwanza wengi hawaijui. Na kazi ya tatu, alikuja kutuletea vipawa. Paulo kwa Efeso anasema hivi, alivyopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Hiyo ni kazi ya tatu ya Yesu kutenda. Alitupa zawadi nzito ya kipekee inayoitwa kipawa. Sijui kama unaelewa kipawa chako. Sijui kama unaelewa kazi yako
ambayo Mungu ameiweka ndani yako, na wengi watadaiwa kazi siku ile ya hukumu. Kazi. Kwa hiyo hayo ni mambo, hizo ni kazi tatu ambazo Yesu alikuja kuzifanya wakati ule. Lakini watu wa Mungu na kanisa la Mungu duniani kote, kwenye mifumo ya dini na madhehebu, wamejikita kwenye eneo moja tu la dhambi. Lakini kwa habari ya mwenendo wa ibada hawasemi, na kwa habari ya vipawa hawasemi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, neema ya Mungu kubwa sana imemwagika kwa yeyote atakayekuwa tayari kusema niko tayari kuanza, maana ni huduma ya uamsho na matengenezo ya kiroho. Ndio maana unaona Yesu bado hajarudi. Kwa nini? Anasubiri utengeneze wewe na watoto wako na nyumba yako na taifa lako. Bwana anasubiri utengeneze. Usipotengeneza utabaki katika hali hiyo hiyo na utapotea, wala hautapata msaada. Sasa nirudi pale kwenye jambo la kwanza ambalo nilisema. Kwenye haya matatu kuna jingine sasa nitalisema, ndio hili ambalo nimesisitizwa na Roho wa Mungu kuweza kulisema, habari za mfumo. Maana hapo ndipo watu wengi wamefia, hapo watu wengi wamekufa kwa sababu ya mfumo. Hawajui target ya Mungu ikoje, hawajui nia ya Mungu, nyakati zinapaswa kwendaje. Bado wapo kwenye ile namna ya zamani na mifumo ya ibada ya kizamani, ambapo kila ibada, kila Jumapili sijui au siku zingine za Jumatano na Ijumaa, unakuta ile mifumo ya ibada na maombi ni ile ile, kila siku ni ile ile. Mungu hajawahi kuwa hivyo hata siku moja. Sijui nani kawaloga na kawadanganya namna hiyo. Kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 24 ule mstari wa 19. Kitabu kile cha Mathayo, nipo kwenye eneo la mfumo. Nataka kueleza mfumo ambalo ni jambo la kwanza, au ni moja ya kazi ambapo Yesu alikuja kuzifanya hapa duniani. Mathayo sura ya 24 ule mstari wa 19. Anasema hivi: ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Narudia tena. Anasema hivi: ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Anamaanisha siku za mwisho ambazo ndo hizi, ambao muda wowote, saa yoyote laweza kutokea lolote. Nasema hivi, saa yoyote, siku yoyote, mwezi wowote, juma lolote, dakika yoyote, sekunde yoyote, laweza kutokea lolote kutoka kwa Baba wa mianga. Laweza kutokea lolote. Na maandiko yanasema saa usiyodhani, yuaja Bwana. Yuaja Bwana, saa usiyodhani, yuaja Bwana. Yuaja Bwana. Anasema hivi: ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Hapa ndipo Bwana ameniambia sisitiza, maana mimi Mungu nachukia mifumo. Nachukia mifumo, asema Bwana wa majeshi. Mungu anachukia mifumo, anachukia sana. Moja ya mistari ambayo inawatatanisha sana watu wa Mungu na kanisa la Mungu duniani kote ni moja ya mstari kama huu. Hii utasoma tu kwa faida yako. Hii Mathayo sura ya 24 yote ni unabii wa Kristo Yesu mwenyewe wa nyakati hizi. Ni unabii. Hii Mathayo sura ya 24 yote, ukiisoma yote kuanzia mstari wa kwanza soma mpaka wa mwisho, mpaka mstari wa 51 huko. Soma tu yote kwa wakati wako, utaona jinsi na itakavyoeleza namna siku za mwisho zitakavyokuwa na